kieleweke. Hichi si ni kipindi cha baridi? Sasa watu wanafanya hivi. Mimi mwenyewe naona joto. Eti kipindi hichi si ni cha Mufindi? Msikilizaji wa Uhuru FM, Sheikh Abdalla misondo Dully Sax na Chino bwana imeenda mbali. Mwenye majina ya Abdalla namuonea huruma. Na wale wanasema hivi hapa ni wapi? Si mlisema hatufiki? Mwalimu alisema hapa ni wapi? Hautafika mbali. Sheikh Abdalla amevuka mipaka. Nasema hivi, Sheikh Abdalla amevuka mipaka. Yaani nina mengi ya kumuuliza. Misondo. Kwanza karibu sana. Shukrani sana. Mambo vipi? Mambo safi. Mungu ana bless tupo. Unyama kabisa. Unyama kama mbele. Sheikh Abdalla. Sheikh Abdalla ni noma. Ila una dhambi. Kwa nini sasa? Yaani majina yote hujayaona, umemuona Abdalla. Unajua kina Abdalla hao toka muda wapo na hizo tabia. Hivyo kwa sababu hata mimi naye pia maremba babangu alikuwa anaitwa General Abdalla. Baba. Mambo yake naye kidogo alikuwa hivyo. Misondo hebu tuache bwana. Kweli. Kwa baba naye alikuwa anaitwa Abdalla. Abdalla hivyo. Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu zake. Hawa kina Abdalla ndio kina Amdala. Hawa ndio kina Dula. Ndio kina Dula. Kina Kaundula hawa. Kina Kaundula na ndio kina Amdula pia. Usikia wewe muiteni Amdala. Muiteni Dula. Muiteni Abdalla. Abdalla huyo mwingine Abdele. Ila huyu atakuwa Abdalla wa Masasi. Kwa misondo, kwa uchunguzi wako ukaona majina ya kina Abdalla ndo wana tabia kama hizi. Wana tabia kama hizo. Kwa hiyo akasema ngoja kwanza tujili nao kabisa. Asa kama umepanga ndugu yangu na baba mwenye nyumba yako anaitwa Abdalla, si unatupa wakati mgumu kweli? Na hii ngoma hii kama unajua wewe ni baba mwenye nyumba wako anaitwa Abdalla na mnaishi nyumba moja. Yaani kitu ambacho nataka uzingatie, usije ukaruhusu kuipiga ngoma yeye akiwepo. Sababu notice itakuwa na kuhusu muda wote. Ulifikiria nini wakati unaandika Sheikh Abdalla? Kitu cha kwanza, unajua muziki ni ubunifu. Tunajua tunaona baadhi ya wasanii wanaimba sana hizi pombe, wengine wanaimba sana mapenzi. Sasa nikaona tutafute kitu fanya tofauti ambacho unajua sisi tunaishi kwenye jamii ambayo ina vitu vingi na hivyo vitu vinafanywa na watu. Kuna watu ambao wapo kwenye mikondo ya maadili mema, lakini pia wanaingiza na mambo ambayo sio mazuri. Kwa hata jamii ambayo inawatazama vile vitu hawakutakiwa kuvifanya. Ndio tunakuja hata kwa mashare. Kuna mashare waga kweli ni kweli wana tabia za tofauti. Mwanangu umewapiga mashare. Na tumewapiga. Na hapa tunapania kuhamia kwa wachungaji wa ovyo sasa. Lakini mimi nimependa. Tunasema sisi wazee wa mtoto koma. Kwa mlango unaenda mtoto usikie. Lakini misondo kazungumzia uhalisia ambao tunaishi nao. Yeah, of course. Yule shekhe ambaye mnamwamini kwa ajili ya dua, basi anakuwa na mambo kama haya. Sema mimi kuna kitu kimoja nimekiona kwa misondo. Muda mrefu umekuwa uimbi. Umekuwa ukipractice kwenye DJ na kuhakikisha kwamba majeshi yako yanafanya vizuri. Ni moja kati ya ngoma ambazo umesikika. Hii niseme ndo ile safari imeanza sasa. Ile ya misondo sio ile tunategemea tu on stage watu wana act na nini, wanamaliza wana dance wanashuka. Safari ndio imeanza kwa sababu nimeona nina uwezo wa kufanya, lakini pia nimeona hata mapokezi ya mashabiki wamepokea katika upande wa negative. Kwa hiyo kwa negative kwa upande wa positive ina maana kwamba mimi mwenyewe nitegemea kama yani negative ndio itakuwa nyingi, lakini positive ndio imekuwa nyingi. Kwa ni kitu ambacho nimemshukuru sana Mwenyezi Mungu na naona kuwa ni safari ambayo naweza kuimudu na mashabiki wakapata vitu vizuri zaidi. Lakini kuna kila safari kuna wakati mwingine hata washikaji huwa wanaweza kukwambia jambo. Unaona na ukifanya vizuri huwa wanasema. Na ukifanya vibaya wakati mwingine huwa wanasema. Unaweza kutengeneza ngoma kusema mwanangu hapo ungefanya hivizo, tunakutana nazo comment nyingi tu. Baada ya kuamua kuanza kuimba, ulimwambia kwanza mtu ama ilikuwaje? Alafu baada ya kuimba pia ulipata maoni labda kutoka kwa washikaji zako, labda mwanangu unachemka sasa? Maoni niliyapata kwa sababu baada ya kuifanya ile ngoma nilikaa chini kwanza nikawaita baadhi ya wadau ambao kwenye muziki wapo muda mrefu na mara nyingi walimekuwa kutushauri vitu vingi. Wakaona ni kitu kizuri kwa sababu kwanza nimeleta kitu cha tofauti, na ukisikiza hata melody za ile ngoma, ukisikiliza hata mashairi na lakini pia hata miondoko ya biti, nimejitahidi sana kuleta kitu cha tofauti. Ili nichukua muda kuandaa ile ngoma kwa sababu unajua ukileta kitu kipya, tumepiga kule Sindimba kuna ngoma tumepiga zeni ngoma za kusini. Nikaa najishauri sasa na yani kama najishauri mwenyewe hivi hii iko sawa au haiko sawa. Kama najipa jibu haiko sawa kwa sababu ujue
Tanzania tuna makabila ni zaidi ya 30 ngapi sijui kama 120. Okay, sawa. Kwa hiyo unakuta nikaa najishauri ikitokea hizi ngoma za Kimakonde, Msukuma akisikiliza atakuaje? Sio Mgogo akisikiliza atakuaje? Lakini nimeona yani makabila yote wamepokea vizuri, na nitoe wito tu kwa wasanii. Unajua wasanii wengi tuna makabila, tujitahidi basi tu tunaweka vionjo hata vya nyimbo za kwetu. Yaani unajua kuna mtu ngoja rudia kukupaza sauti tena. Yaani nazungumzia kwamba wasanii ambao tunafanya vizuri tupo wengi. Kwa hiyo tujitahidi sana kutumia vionjo vya nyimbo za makabila yetu. Sio kwamba sikusikii. Ndio hivyo. Na maanisha rudia tena hiyo message. Message iko hivi. Wasanii tupo wengi ambao tunafanya vizuri. Kwa hiyo kitu ambacho tunatakiwa kuzingatia ni kujitahidi kuweka vionjo kwenye nyimbo hizi za kawaida, zile nyimbo za asili, nazungumzia za makabila yetu. Kwa sababu Blazo ni kabila gani? Mimi Mngoni. Mngoni ni watu wa Songea. Watu wa Songea. Lakini uko Dar es Salaam. Niko Dar hapa. Ukiulizwa Songea umetoka muda gani, unaweza kusema ni kama miaka 20 na kitu. Mimi nimetoka kabla sijatungwa. Unaona? Nimetoka Songea kabla sijatungwa. Okay. Kwa sasa unakuta kuna mtu ametoka nyumbani miaka 20 iliyopita. Kwa hiyo leo hii akisikia test ya sound ya nyimbo ambazo walikuwa wanazitumia miaka 20 akiwa nyumbani, anafurahi. Kwa hiyo kuna namna, kuna feeling anakuwa nayo, ana enjoy. Kwa hiyo tujitahidi sana. Ni issue basi imba hata kipande cha dakika 3 tu, yani tena 3 yenyewe ni nyingi. Hata dakika 1. Sawa. Pesi, mbona naona umefurahi sana? Moja kati ya vitu ambavyo nimefurahi ni kwamba nilikuwa natamani sana kufanya interview na Miso Misondo, kwa sababu nilikuwa najua kuna kitu fulani nitakipata pia. Nilikwambia. Niliwahi kuwa na check naye Instagram wapi na nini hivyo. Ila nimefurahi kitu kimoja leo. Nikisema mtu anaweza kusema kwa sababu kafanya. Nilikuwa natamani kila nikiona akipiga zile show huku na huku kule, niko sasa ifiko mdogo asifanyie, yani asiingie kwenye microphone afa kawa anawaamrisha wale anao, yani anajeshi kubwa ambalo watu hawana. Kwa nini siku moja asingejaribu? Nikawa mawazo yangu yananiambia labda dogo kwenye imba hawezi kabisa. Sio, unaelewa vizuri. Ametusurprise. Yes, ametusurprise na kitu ambacho naamini leo hata akitoka peke yake tayari Miso Misondo jina tu lile peke yake bila washikaji anaweza kaenda akafanya kitu. Lakini bado ana background ya wachizi, anaweza akafanya kitu kizuri. Lakini moja kati ya vitu ambavyo nimemwambia apaze sauti mara 3. Ametuma message kubwa ambayo tunaongea mara nyingi mimi na yeye hapa. Tumekuwa tukipiga ngoma za makabila hapa, na nafikiri tunaongoza katika vipindi vya entertainment kupiga ngoma za makabila tofauti. Tulikuwa tunatamani yani kila siku watu wangekuja na zile traditional songs zao. Tunawakumbuka hapa kina watu kama vile kina Kishoka wa Moro, kuna washikaji wale wa Iringa sio nani. Tulikuwa tunapenda hivyo. Sasa umemsikia anachokisema kama msanii kwamba kwa nini watu wasiweke vionjo vyao vya makabila yao, yani tunarudi kuzitukuza pia traditional zetu tulizonazo, umeona? Miso Misondo, kwa nini uliona kwa hii ngoma ya Sheikh Abdalla Dully Sax anaweza akafit na Chino akafit? Okay. Kwa nini uliwachagua hao? Unajua kitu cha kwanza, mimi Blaza Dully ni shabiki yake namba 1 toka nilikuwa school. Yaani ile ngoma yake ile natoka nilikuwa mdogo. Toka nilikuwa mdogo. Yani nilikuwa mdogo kabisa. Yaani hapo tunazungumzia wakati ambao najitambua na uwezo wa kusikiza wimbo, ndio wakati niko shule. Kwa hiyo sasa nilikuwa natamani, yani mwenyewe nilikuwa na wish, yani nije nifanye kazi na Dully Sax. Hicho kitu cha kwanza. Tena kipindi hicho hata nilikuwa naanza DJ. Kwa kitu cha pili, Chino, unajua Chino ni msanii ambaye ni upcoming ambaye amekuja kwenye game ni kama miaka 3-4 ndo ameanza kufanya poa kwenye kuimba. Lakini bado ni mtu ambaye ana moto muda wote ambao hauzimiki. Na nafurahi sana nikiona mafanikio yake kwenye utendaji kazi wake, hata kimuziki pia. Ni mtu ambaye napenda niwe kama yeye. Kwa sasa nikatamani nipate ngoma ambayo nitampata legendary. Yani ukizungumzia Dully Sax ni kama muasisi wa muziki wa Bongo Flava. Yani yeye ndo kama, yani yeye ndo chifu, yani kama tunamvisha. Na hilo neno kama ondoa. Ni chifu, hivyo, naweza nikasema hivyo. Kwa sasa nikawa natamani nifanye ngoma na Dully Sax akiwa kama legendary. Najua watu wengi sana wamemsikiliza toka miaka 30 na kitu huko iliyopita. Kwa hiyo najua bado kuna wale mashabiki ambao unajua kuna mtu anaweza kana miaka 45 lakini anapenda kusikiza nyimbo za kitambo, lakini anapenda kusikiza nyimbo za sasa. Kwa hiyo nikajitahidi nijaribu kumtoa Dully Sax nimlete kwenye muziki wa kisasa. Unajua muziki ambao tunauimba sisi wa Singeli ni muziki wa kisasa. Lakini pia nimweke mtu ambaye ataongeza chachu kwenye ngoma ambao nikafikiria Chino naye itakuwa poa zaidi. Kwa hiyo nikashukuru, na nilivyoafesi hawakuleta shida, tukaingia studio tukafanya kitu na imetoka kitu fani ngoma sana, yani ambayo iko poa sana. Sawa, tukiachana na ngoma ambayo tayari tushaipokea. Unajua ngoma ikishatua kwenye kapu hiyo ishaenda mjini. Na ngoma inatembea. Sababu kapu hili unajua liko kusini saizi. Yani saizi kwanza tunapoongezea tu kusini tunazungumzia nyumbani kule Masasi kule Mtwara yote ile kuna vuma. Wewe ni 107.1. Mimi pale Masasi. Masasi?
Yaani tunapozungumzia Masasi ndio kama kitovu cha Uhuru FM. Kwa nchi hii, yani Masasi radio inasikilizwa vya kutosha mno. Sijui wanakuita Chiungutwa wapi pale. Sisi tunavuruga yani kote kule. Okay. Kwa hiyo watu wanajua kabisa mwanao yuko hapa na nini imefika kule. Lakini hapa katikati Misomisondo alikuja wa moto sehemu zote, kila sehemu mpaka hivi wamekwenda na nini na nini. Mimi kuna kitu kimoja nilikuwa natamani sana. Wakati unaanza ulikuwa chini ya nani? Ulikuwa unafanya kazi na nani? Mimi wakati naanza na sio na wakati yani mpaka kesho. Niko chini ya Majizo. Mpaka leo. Mpaka leo. Yeah. Okay. Kwa hiyo mambo mengi yanapitia kwake. Mambo mengi yanapitia kwake. Unamkubali na unamuappreciate? Sana. Sababu una tesesi zao zilikuwa nasema Majizo na Misomisondo kila mtu anafanya kazi kivyake. Hapana. Haiko hivyo. Okay. Yeah. Na kwenye swala la management la washikaji, wewe ndo msanii wa Majizo. Wao wanaingiaje washikaji zako wale wakina Misomisondo wenyewe wanaingiaje? Unajua sisi ni kama timu. Kila timu ina uongozi. Sisi tuna uongozi wa ngazi 3. Tuna mkubwa ambao ni Bigi, Majei, lakini pia kuna mimi ambao ndo nawashikilia vijana. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo yeye ana coordinate kundi kwa ukubwa, lakini mimi na coordinate kwa udogo, na maana na deal na vijana. Unadili na wale lakini pia tuna uongozi katika kazi. Tuna manager pia ambaye anatusimamia kwenye issue zetu za kila siku. Kama hivi tumekuja kwenye interview lazima tuwe naye. Kwa hiyo Majizo alivyosikia kwamba wewe hamu yako labda kufanya hivi, mlianza kabla kuongea au alisikia tu goma limetoka liko kwamba nilimtumia tu ngoma kaka. Ngoma shakamilika, nikamwambia bro sikize ngoma. Akakupa baraka zake. I appreciate sana ngoma kali, idea kubwa hivyo. Ulifanya